Sasa tunawaambia mama yetu, dada yetu, kama na wewe umepanga kuja kuchukua sehemu yako ya kuua wenzako, tafadhali karibu. Tafadhali karibu. Lakini Wazanzibari wamechoka. Wako ambao wanajua hatuwezi kuendelea na ujinga huu, tutauana mpaka lini? Walipi? Tutahujumiana mpaka lini? Ndachukua vijana wadogo, mnawafungia mahala, na wajaza chuki dhidi ya wenzao. Walipi? Ili mtu mmoja na jamhuri yake ya walaji wapate kutuibia tusiseme? Haiwezekani. Kwa hivyo ndugu zangu, nimesema mengi, lakini naomba la mwisho. Naomba la mwisho niseme. Nawaambia viongozi ACT Wazalendo, wanachama ACT Wazalendo, walimu wa nchi hii, matumaini yao ni kwenu. Wafanyakazi wa afya, matumaini yao ni kwenu. Watumishi wote wa umma, matumaini yao ni kwenu. Wafanyabiashara, mama ntilie, matumaini yao ni kwenu. Wanaofanya biashara huko kwenye masoko, wanaopigwa virungu kwa ajili kuna watu wengine waishi kwa raha, matumaini yao ni kwenu. Wanakuja kwetu kila siku wakatuambia. Wafanyabiashara wakubwa, matumaini yao ni kwenu. Biashara nchi hii imekufa. Unataka kijora leo ukanunue Dar es Salaam? Aibu, fedheha. Nchi hii tumefika pahala mtu anakutia umasikini, anakufanya unakuwa fukara, halafu anakupa cheo rasmi, we kaya maskini. Aibu. Nchi hii Zanzibar hii ya kuambiwa kuna kaya masikini, tena rasmi ndio cheo chako. Jamani, mambo mengine hebu tukae tuyafikiri. Hichi ndio cheo chako. Halafu huyu mtu alivyokuwa jambazi, alivyokuwa jahili, anarudi anakwambia kama hukumpigia kura hizo 60,000 hakupi. Huyu kweli ni binadamu? Ati jamani, haya mambo mengine tukae tufikiri. Lakini hapo ndio tulipofikishwa na watu hawa. Eti ule kaya maskini ya Mungu, unautumia umaskini wake ulomtia. Lazima akupigie kura, lazima akuunge mkono, zanaidi yake unaichukua. Huu ujahili wa kiasi gani? Hawa si watu. Binadamu hawezi kufanya mambo hayo. Nasikia sasa hivi wanatafutwa na wajane.